طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه. البررة الكرام، أما بعد. Ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi kuregesha shukrani za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye kwamba Mwenyezi Mungu yeye katujalia mimi na wewe tumeweza kuswali swala ya ishai nyuma ya imamu. Tunapaswa kusema alhamdulillah. Zangu Waislamu, nimesimama mbele yenu si kwa ajili ya kuwa labda nina hutubu au ni mwenye kutoa mawaidha, bali ninakumbusha, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema fadhakir in nafa'ati dhikra, kumbusha, hakika kukumbusha kunafaa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kumbusha, hakika kukumbusha kunafaa. Na mimi katika yale ambayo Mwenyezi Mungu atanijalia nayo kwa kuwakumbusha, nitakumbusha katika abiyati za al-Allama Sheikh Muhammad bin Ayyub. Sheikh Muhammad bin Ayyub anasema usikum ya ma'ashara al-ikhwani عليكم بالدعاة دياني، إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم، وإنما غنيمة الإنسان شبابه والخسر في التواني، ما أحسن الدعاة للشبان فاسعوا لتقوى الله يا إخواني، وأعمروا أوقاتكم بالدعاء والذكر كل لحظة وساعة، ومن تفوته ساعة في الأمريل تكون عليه خسرة في الكبريت، ومن يقول إني صغير أصبر حتى أخاف الله حين أكبر، فإن ذاك غراء إبليس وقلبه مغلق مغموس. Sheikh Muhammad Ayubu anasema usikum ya mashara al-ikhwan, na wausia enyi kongamano la ndugu, alaikum biduati dayani, jilazimisheni na kumcha Mwenyezi Mungu mwingi wa kupa, iyakum antuhumilu awqatakum, tahadharini na kuzipoteza bure nyakati zenu, fatandamu yawman ala ma fatakum, kwa sababu mtakuja juta siku moja juu ya yale yaliyowakuta. Imana mtakuja juta siku moja kwa yale yaliyowapita. Wa innama ghanimatul insani, na hakika faida ya mwanadamu, shababuhu ni ubarobaro wake, wal khusru, na hasara yake, fitawani, ndiko katika uvivu. Hakika faida ya mwanadamu iko katika ubarobaro wake. Ubarobaro ndio na faida ya mwanadamu, kwa sababu hapa sasa uko barobaro, uko na nguvu. Mwenyezi Mungu amekujalia na nguvu, na Mwenyezi Mungu anasema hakuwaumba majini na watu isipokuwa maabudu yeye. Sasa uko na uwezo, uko na nguvu, inapaswa ukithirishe katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kutekeleza ibada zake. Lakini ukifikia katika hali ya ukongwe, basi hautoweza katika hali ya ukongwe. Na hapa tunawaona wazee wetu wengine wanaelekea huko, tunawaona mpaka wanaswali juu ya viti, kwa sababu afya zao sahihi haziwezi kuwaruhusu, hawawezi kustahimili kusimama muda wote wa swala huu mwanzo mpaka mwisho. Ndio wanaswali, wengine anakuwa wamekaa, wengine anakuwa amekaa juu ya viti, wengine wamekaa chini, kwa sababu ya afya zao ni dhaifu.
ma ahsana duati lishubani, si uzuri ulioje wa kumcha Mwenyezi Mungu ala kwa barobaro. Fasau bitaqwallahi ya ikhwani, basi fanyeni haraka kumcha Mwenyezi Mungu kwenye ndugu zangu. Wa amiru awqatakum bidua, na nazamirisheni nyakati zenu kwa kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sifanyeni imara nyakati zenu kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Endapo nyakati zile utazipoteza, basi utakuja juta. Wa dhikri kulla lahdatin wa saa, na kuleta dhikri kila kitambo kidogo na kila saa. Yani unaleta dhikri kila baada ya muda. Usisahau dhikri, iwe katika mdomo wako umezoeleka kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Waman yaqul inni saghiru, na yeyote mwenye kusema mimi ni mdogo, asbiru, nasubiri hata akhafa Allah, mpaka nimwogope Mwenyezi Mungu, hina akbaru, wakati nitakapokuwa mkubwa. Fa inna dhaka gharrau ibilisu, hakika mtu huyo amemwadae Ibilisi. Wa qalbuhu, na moyo wake, mughallafu, wenye kufungwa, almagmusu, wenye kosa heri. Moyo wake ni wenye kufungwa, ameadawa na Ibilisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, yuhibbu, anapenda, yuhibbu bina 20, anapenda mja mwenye miaka 20, idha shabiha, atakapojifananiza, bina 80, kwa mja mwenye miaka 80. Wewe sahihi uko na miaka 20 au chini ya hapo, uko na nguvu zako, anapenda Mwenyezi Mungu mtu kama huyo atakapojifananiza na mtu mwenye umri wa miaka 80, kwa sababu yule mtu mwenye umri wa miaka 80 kashajiona yeye, mimi nimemaliza, sidhani kama nitamaliza mwaka. Kwa hiyo anafikirisha katika kumcha Mwenyezi Mungu, sio kujifananiza kwa kuwa wewe ukae nyumbani. Hapana, katika kule kumcha Mwenyezi Mungu ndio ujifananize kwa yule mtu mzima. Wayubaghadhu bina 60, na anamchukia Mwenyezi Mungu mja mwenye miaka 60, idha shabiha bina 20, atakapojifananiza na mja mwenye miaka 20. Wewe uko na miaka 60, lakini bado wewe unataka ujana, upige usharo. Maana ya usharo, ndugu zangu Waislamu, usharo ni kitu ambacho hakifai. Usharo ni kitu ambacho hakifai. Neno sharo limeingiliana katika ile kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sharrul bariya, waovu wa watu. Sasa wewe wajiita sharo. Sharo ni mtu muovu. Wewe mtu wa miaka 60, lakini wajifananiza na mtu wa miaka 20, bado ataka kuzurura, upige ujana. Hiyo haipendezi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamchukia mtu kama huyo. Kwa hiyo mengi na machache, sitokuwa mrefu. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa afwa minkum. صارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا.